hata makanisani nataka nikwambie, masikini ni waaminifu kuliko matajiri. Yesu mwenyewe aliweka very clear, asema huyu mama ametoa sana vyote, hawa matajiri umetoa kasehemu. Na ndio maana makanisa unaonaga kwamba mtu alikuwaga na fedha afu zinashuka sana, sababu anaanza kupimia. Mimi nakumbuka nilienda kuhubiri kanisa moja, mchungaji akanambia huyu mshirika anatoa milioni 20 kwa mwezi zaka. Milioni ngapi? Ana kiwanda, nisitaje aina ya kiwanda, unaweza ukakijua na kiwanda hicho kikubwa. Ilipofika pale akaanza kusema, unajua mimi ndiye ninayemsaidia mchungaji, ndio nasaidia mambo yaende hapa, hata hii gari ya mchungaji ni mimi tu. Akaanza kuona hata mke wake hafai. Nimesikia Bahati Bukuku juzi anasema, wanajadili, akasema unajua wanaume wangekuaga wanaoa wakati wamefanikiwa, wakioa wakati masikini, wakipata hela wanaona yule mwanamke hafai. Ni kweli kabisa. Yule baba akafika akamwona hata mke wake hafai, sababu alikuwa anaenda Marekani kama anaenda sokoni tu, akaoa mzungu. Alafu alikuwa ametoa sadaka kiwanja kikubwa kwa kanisa, akakichukua. Akasema mchungaji, nachukua kiwanja changu. Sasa alipooa mzungu, mchungaji kamtenga na mchungaji alikuwa hajabadilisha documents, akachukua. Siku moja yuko na mpenzi wake mzungu, ametoka huko, amemwacha mzungu sio wapi, anarudi sehemu moja, yuko na gari ya kifahari. Tipa ilifeli, ikaenda kutua juu ya gari ya kifahari, naye akawa marehemu pale pale. Sio kama unataka kunielewa. Sasa hiki kitu ndugu zangu, kwa nini nazungumzia? Kuna vitu ambavyo vinamfanya Roho Mtakatifu asikae kwa mtu. Biblia inasema tajiri ujibu kwa ukali, maskini ujibu kwa maombi.